Ndongo ya chama cha DCP Rigathi Gachagua na wakule serikali ya Donald Trump ikalata utwaye sio kunikili na kwiki wambini kwa alama konetwe ndini wongi wa ilovia kuye Minnesota ndi ya USA na walisakana President William Ruto na utethekete nongi wa ilovia hii ayasiakana nisiosi atumiki kutwaye isia kampeni isia mwaka wa gilile miongwele na ili aikula Trump atumienzelo na atumiye kumwiki ambini musumbe wa Venezuela kwiki ya mbini esililwa ayama unge aina ya kanisani wa IPCA karatina kilione mbunge cha Githunguri kaunti ya Kiambu na wamutula mutu President Ruto ayasi atawethe to ilikilila kawako minonywi wanda wasia komila onakwithu wa ila wa munini wa musumbe aikaune wa komina utume wanda wasia komila. Joseph Kitheka nukutuelezea. Wakenya wenzangu, nataka nipeleke nyinyi Singapore. Ainene acha thini chotha ithikanisani wa IPCA kiratina ila ye Githunguri kaunti ya Kiambu. Mutongo wa DCP ni wakule President wa nthi ya America Donald Trump kwika kunikili muyani na kwikia mbini atandithia amwe kuma ba Kenya ala kuweta tamako ni wikilingisini cha kuya ilovia kuya nthi ya America kisioni cha Minnesota ala kuweta tanyanya ya nene ma President Ruto. Pale Minnesota, US, kulikuwa na pesa ya kusaidia people with disability, kusaidia watu wako na challenges. Hiyo pesa yote ikaibiwa ikaletwa hapa Kenya. Wakanunua mashamba, wakanunua manyumba, wakajenga mall. Sasa Amerika wamejua, wameanza kutafuta hiyo watu. Ingine ndio ilipatiwa rais kufanya kampeni ya UDA. Iko mall moja iko Eastleigh ilijengwa na hiyo pesa. Huyu mwenye hiyo mall ni business partner ya rais. Mchele ile imeagizwa ndio imalize watu ya Mwea 500,000 metric tons imepewa huyu mwenye hiyo mall ambaye ilijengwa na hiyo pesa ilitolewa Minnesota. Sasa tunaambia Trump amesema atakuja kuchukua hiyo watu hapa na tunamkaribisha. Nyorla muti banene President Ruto kwa kila kuweta jina waki kwithi wa chumbukie na nthi ya Amerika kwenda mosi ya matambia. Ruto tawambiye enda ulikila na kuvalani siso hii kuisilamu viani wakoti. Jana rais ameshinda akifanya mipango vile mahakama itazuia hiyo watu kuchukuliwa. Kuna ile process inaitwa extradition. So rais anapanga wapewe court order wasiende, na mtaona watapewa court order huyo mwenye hiyo mall because wa America wamemumurika. So we are asking Donald Trump, please don't bother with the extradition process in Kenya. Just do what you did in Venezuela. Yeah? Just send your people with a plane, come and pick that fellow from here, uende umshtaki. Na hiyo pesa irudishwe huko, hiyo mall iuzwe, na huyo mtu awache kutusumbua mambo ya mchele na mambo ya sukari. And because Ruto amepanga na mahakama apewe order asipelekwe Marekani, we are requesting the President of the United States of America, Donald Trump, to be kind to this country and to come through for us and to ignore that process and just do what he did in Venezuela. Mwavudhisia vaneno neni wa President wa kukitana na ndawasi ya umila aimutavika nawe ila wa yuvisini ayana minana na dhina osu lakini mamunya mambi ya ukitawi ya ula wa anakuna. Nikiwa ofisi kama Deputy President nilipigana na pombe nikamaliza, kweli ama uongo? Huyu Kasongo akashikana na Soprano na PS anaitwa Raymond wakasabotage that program. And that program was very simple. Ilikuwa ni hakikisha ile masaa ya kunywa pombe from 5 to 11 tukaweka. Number 2, tukafunga factory zote zilikuwa zinatengeneza pombe ya kuua watu. Na ndio tukamaliza ulevi. 70% we were successful. Akakuja akasabaradisha that program. Kama ulisabotage ile program ya kupigana na madawa za kulevya na kupigana na pombe ya Rigathi Gachagua, how can Kenyans trust you that you are genuine? Number 2, nimeona jana ukisema ati watu ya cocaine watafungwa maisha. Sijui
wale ambaye wanabeba pombe watafanywa. Before ulete hiyo maneno, kama uko serious, those 2 ministers who are in your cabinet, kwanza futa hao kazi, then we know you are serious mambo ya kupigana na madawa. Kavinane kwingine wabuthiisya vanene ripoti ila sithiitwe iyumwa sya makundi kuvothukanio sionanite kana chama cha UDA kitongoetie kinguma aiwite kana ni sya uvungu vala wawita kana chama chake cha DCP nicho kina nguma muno aiwita isuta ripoti sumitwe ni ati Maruto nikenda kumwendesya. Sasa anafanya opinion poll ya uongo ati ndiye anaongoza. Nyinyi mumezunguka Kenya, huyu Kasongo kuna pahali anaongoza? Nataka kuambia watu wetu, those are fake opinion polls. Au watu ya Infotrack for many years walisema Raila atashinda. Aliwahi shinda? Iko ingine inaitwa Tifa. These are fake opinion polls ambayo imewekwa na Kasongo. Na mimi nashindwa, wanapigia nani simu? Walipigia nyinyi simu? Walikuja kumuuliza? They are fake things inafanywa kwa kompyuta. Na mimi nataka niwaambie watu wetu kwamba William Ruto ndio sababu anakimbia akisema kwamba watu hawana akili, because he thinks and he believes that other people cannot tell him anything. Na mimi nataka niwaambie hata wale ambao mnatafuta viti hapa, ukifuata William Ruto, kitu cha kwanza anahakikisha husemi chochote. He does not give you the freedom to exercise your thoughts. Na ukisikia huyo kiongozi akisema anatupeleka Singapore, hiyo ni kumaanisha hawezi ongoza nchi kubwa, anataka kuongoza nchi kidogo. Kwa hivyo yeye ashuke hapo aende asimame kiti ya mbunge. Alikuwa ametuletea wheelbarrow, ameshindwa kuitoa chini iende juu, sasa anataka kuenda kuchukua ndege. Kama yeye anataka ndege, aingie ndege aende Singapore, sisi tumlipie aende akae huko atuachie nchi. Tuko na Rigathi wa Gachagua hapa na wengine ambao wataendelea kutuongoza. Joseph Githangili vote Vilingi wa Mauvo, Mutongoi TV.